Fiwe sana. Kwa ambao wanifahamu, ninaitwa Reginald Godrivi, ni mzaliwa wa Nzera. Ninaweza nikaonekana mgeni lakini sio mgeni, ni mwenyeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimezaliwa kabisa hapo hapo hospitali ya Nzera. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo hapo, yani sio hata nikapelekwa sehemu nyingine sijui Geita. Pale pale kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisikia wazaliwa wa Nzera ndo sisi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao tunaandika, tunaweza tukaandika kichwa cha somo letu ni imani iletayo matokeo. Imani iletayo matokeo. Imani iletayo matokeo. Kwa wale ambao tunaandika, unaweza ukaandika imani iletayo matokeo. Na mstari ambao tunakwenda nao ni kutoka kile kitabu cha Waebrania sura ya 11 ule mstari wa kwanza. Imani iletayo matokeo. Imani iletayo matokeo. Unaweza ukaandika kichwa hicho cha somo, imani iletayo matokeo. Na wewe ambaye hauna sehemu ya kuandika, unaweza ukawa makini kabisa kusikiliza, usipitwe na chochote. Lakini ninaweza nikakushauri wakati mwingine usiache karatasi au daftari na kalamu, kwa sababu kwa uchunguzi wangu mdogo nilioufanya, waamini wengi wanahubiriwa mambo mengi sana, lakini hawayafanyii kazi. Kwa sababu gani? Wanayasahau wengine, lakini wengine tu hawataki kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kama huyaandiki, huwezi kuyakumbuka. Sisi ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vichwa vyetu vina mambo mengi. Kuna changamoto za familia, kuna changamoto za kifedha, kuna changamoto nyingi huko. Usipoandika hauwezi kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda kama Mungu amekujalia kipawa kama alichonacho Elohimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama upo kama Elohimu utakumbuka, lakini kama haupo hivyo hauwezi kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku nyingine, wakati mwingine tunapokwenda kwenye makanisa yetu, sehemu ambapo tunakusanyika pamoja kama hivi kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu, tusiache madaftari. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme umerudi shule. Yani ni kitu cha muhimu. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo alipokuwa anafundisha, tena alikuwa anafundisha muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tuna wakati mwingine tunajifunza dakika 40, dakika ngapi tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma namna ambavyo walikuwa wanafanya kanisa la kwanza, utagundua kuna wakati mpaka walikuwa wanakesha wakifanya mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kanisa la kwanza lilikuwa imara ukilinganisha na kanisa la sasa. Haleluya. Kwa hiyo tusiache kuwa tunabeba hivyo vitu. Ni vitu vya muhimu sana. Ni vitu vya muhimu. Labda kama haufahamu kuandika, lakini ninafahamu watu wengi tunafahamu kuandika. Tunaweza tusifahamu mambo mengine, lakini swala la kuandika najua wengi tunajua kuandika. Haleluya. Kama nilivyokwisha kutanguliza, somo langu linaitwa imani iletayo matokeo. Kwa hiyo nitasoma kitabu hiki cha Waebrania sura ya 11 ule mstari wa kwanza. Maeneo haya na mazingira haya yananivutia kutumia staili ya kiinjilisti kuliko kutumia staili ya kialimu au kufundisha, kwa sababu sina kale kanaitwa kamimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo notisi zangu ninaziacha pembeni, ninakuja hapa ninasoma mstari, baadaye ninaanza kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara nyingi sana ninapenda kufundisha, kwa sababu ni muhimu sana watu kuelewa, kwa sababu unaweza tu kupata furaha, ukafurahia, ukashangilia, mtu akakwambia utapokea gari kesho, utapata kitu hiki, ukasema amina, 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 ukawa unafurahia. Hizo ni hisia. Ukitoka hapo, maisha bado ni magumu vile vile. Unasema sasa itakuwaje? Bado unaanza kuwaza tena, watoto hawajaenda shule, bado hujafanya nini, mambo ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa yale mafundisho ambayo ni muhimu. Ni muhimu sana kujifunza taratibu. Ni muhimu hata ukajifunza kitu kidogo, lakini ukakielewa na ukakifanyia kazi, kuliko kujifunza mambo mengi alafu usiyafanyie kazi. Inakuwa haina maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, leo mistari ya 40 kitu pale, kuna mambo manne pale wameyataja ambayo kanisa la kwanza lilidumu. Walidumu katika sala au maombi, walidumu katika ushirika, walidumu katika fundisho, lakini pia walidumu katika kumega mkate wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa msisitizo wangu upo katika fundisho. Sisemi haya mengine hayana umuhimu, lakini ninakuonyesha tu ya kwamba mambo yale ambayo yalilifanya kanisa la kwanza kupata nguvu, fundisho lilikuwa mojawapo. Haleluya. Walidumu katika nini? Fundisho.
Kwa hiyo hata mchungaji alikuwa anashangaa watu wanapoondoka muda wa fundisho. Unapoondoka muda wa fundisho unakuwa hauelewi nini ambacho kinakupa nguvu. Haleluya. Yani kama hautaelewa maandiko matakatifu, hautakubali kujifunza na kuyafanyia kazi, maana yake haupo tayari kukua. Haleluya. Kwa sababu tunapoongelea swala la kukua kiroho, watu wengine wanafikiria labda ni mambo ya kuomba masaa mengi au kufanya vitu fulani hivi, lakini kukua kiroho ambako Biblia inafundisha sio huko. Biblia inapozungumzia swala la kukua kiroho, linazungumzia swala la kumfanania Kristo. Maana yake tunapomfanania zaidi Kristo ndipo tunapokuwa kiroho. Na huwezi kumfanania zaidi Kristo kama haulijui neno la Mungu, kwa sababu Kristo amefunuliwa kupitia neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ili ukue kiroho, hatua ya kwanza ni kujua neno la Mungu. Usipolijua neno la Mungu na kulielewa na kulifanyia kazi, hauwezi kukua kiroho, hata kama unaomba masaa 10. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa huku. Ninapata changamoto hapa kwa sababu namna tulivyokaa. Kwa hiyo ninashindwa nigeuke wapi, lakini ninaamini sauti yangu mnaisikia na tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu hiki cha Waebrania sura ile ya 11 mstari wa kwanza nitasoma. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nitarudia. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, nifanye sasa ya kiinjilisti. Ngoja nirudishe Biblia yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Msiseme kwamba sisomi maandiko, ni kwa sababu tu hapa kanania kapo. Ningesoma mistari mingi sana kwa sababu mimi ninapenda kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikifanya kwa namna hii nitateseka. Kwa hiyo wakati mwingine nitataja tu mistari, inapotokea mtakuwa mnahakikisha huko kwa wale mnaoandika, unaandika kwamba jambo hili linatoka katika mstari fulani au sura fulani. Haleluya. Nimesoma kitabu hiki cha Waebrania ile sura ya 11 mstari wa kwanza. Kinasema imani ni hakika ya yale mambo ambayo yanatarajiwa, ni bayana. Watoto walikuwa wale wa kwanza kabisa wale wa iki wameimba wimbo wa imani. Sasa basi imani ni hakika sijui ni nini. Wanasema mistari hii walikuwa wanaimba kutoka katika kitabu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba imani ni nini? Ni hakika. Lakini Wakristo wengi wanaposema imani hawazungumzii swala la uhakika. Wanazungumzia swala ambalo sio la uhakika. Mtu mmoja anaweza akaniuliza kwa nini Biblia inasema imani ni hakika, lakini kwa nini Wakristo wengi tunaposikia swala la imani tunaelewa kwamba sio uhakika, wakati Biblia inasema imani ni hakika? Ngoja nikuonyeshe mfano mmoja ambao wewe mwenyewe utagundua ya kwamba Wakristo tunajua imani ni kubabaisha, sio swala la uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Niulize swali hapa. Naamini huku mnanisikia. Kama mnanisikia mnipungie mikono. Amina. Mungu awabariki na mnisamee kwa kugeukia huko na kwa siwageukii, lakini nitakuwa ninawakumbuka hivi mara moja. Niulize swali. Mtu ukiwa unamdai hela, unawadai watu wawili hela, wote unawadai 10,000. Wote unawadai 10,000. Mtu mmoja ukamuuliza, wewe hela yangu unanilipa lini? Akakwambia aisee, Jumamosi ijayo nitakulipa hela yako. Alafu mtu mwingine akakwambia aisee, alafu wote ni wapendo unawadai. Mwingine akakwambia nitakulipa Jumamosi lakini kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yupi ambaye utakuwa na uhakika sana kwamba huyu bora anaweza kaniletea hela yangu? Ambaye hajasema kwa imani, si ndio hivyo? Mtu akisema kwamba nitakulipa kwa imani, maana yake anamaanisha nini? Anasema yani sina nini? Uhakika, yani nitakukwepa. Ukisikia tu mtu anasema kwamba nitakulipa kwa imani, maana yake anamaanisha kwamba hiyo hela wewe piga tu, yani peleka siku nyingine mbele. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo jamani? Au sisi hatusemi hivyo? Wakati mwingine tunasema yani maisha tu tunapeleka kwa imani, maana yake hapo unasema kwamba yani maisha yangu hayana uhakika, leo nile au sili. Si ndio hivyo? Si ndio tunavyoishi hivyo? Hebu kama ndio hivyo tunavyoishi, hebu sema amina. Amina. Au ni uongo? Si ndio ukweli? Ndio maana nilikuwa nakwambia Wakristo wengi wanapishana na maandiko, kwa sababu maandiko hayasemi imani ni swala la kubashiri. Haleluya. Ni kweli inaongelea swala ambalo linakuja, swala ambalo tunalitarajia kuja, lakini haisemi kwamba ni kubashiri.
au ni kuotea otea kwamba sijui kama nitakula, sijui kama sitakula, sijui kama nitakulipa au sijui kama sitakulipa. Lakini watu wengi tunatumia imani kuonyesha kitu ambacho hakina uhakika. Hao ni watu wa duniani. Sisi wa Kristo, maana kamili ya imani, tafsiri ya imani inatoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 ule mstari wa kwanza, ya kwamba imani ni nini? Ni hakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaweza hata wakawa wanaimba kwamba imani ni hakika, imani ni hakika, jamani, imani ni hakika, lakini ndani ya fikra zao na ndani ya mioyo yao bado wanaelewa kwamba imani ni swala la kubabaisha. Sasa siku ya leo ninataka nitoe hako ka uchafu kanakosema imani ni kubabaisha. Imani ni hakika. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama kitu hauna uhakika nacho, usiseme unalipa kwa imani. Mwambie tu jamaa, mimi sina uhakika nitakulipa lini. Mtu ukiulizwa kwamba una vipi, maisha yako yanaendeleaje, usiseme kwamba tunaishi tu kwa imani afu unajua kwamba hauna uhakika na maisha yako. Sema ukweli kwamba mimi sina hakika hata na chakula cha usiku. Haleluya, 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 haleluya. Usiseme ukaanza kusema kwa imani wakati imani yenyewe haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa chuo nilisoma kitabu kimoja hivi cha mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Benini. Kinaitwa What Faith Is. Kwa maana kinaelezea imani ni nini. Kile kitabu kikasema ya kwamba waamini wengi sana, Wakristo wengi wanaishi katika matumaini, wakisema ndiyo imani. Imani na matumaini ni vitu viwili tofauti. Matumaini yanaweza kawa hayana uhakika, kwamba unatumainia tu kwamba labda inaweza ikaja au isije, labda tunaweza tukapata hiki kitu au tusikipate. Lakini imani ni hakika. Haleluya, haleluya. Tumeelewana kuhusiana na maana ya imani. Imani ni nini? Ni hakika, na sio hakika ya mambo yaliyopita. Usije ukaanza kusema kwamba yani mimi nina imani na jambo limeshakwisha kupita, unasema nina imani nitaoa wakati umeshakwisha kuoa. Hapana. Imani inasema ni hakika ya mambo yanayofanyeje? Yanayotarajiwa. Maana yake ni kweli jambo halijatokea, lakini bado una uhakika nalo. Inaweza ikawa isieleweke. Ukiongea na watu mitaani ambao hawajaokoka wanaweza wasikuelewe, lakini kama kweli umemwamini Yesu Kristo, hii ni lugha ya kimbingu. Haleluya. Hii ni lugha ya watu waliookoka. Wanaposema ya kwamba kitu hakijaja lakini bado nina uhakika nacho, watu wengine wanaweza wakasema hapana, hapana, haiwezekani kitu hakijatokea alafu ukawa na uhakika nacho. Lakini kwa sababu tunamtegemea Mungu, maana yake tunaweza tukawa na uhakika na kile ambacho bado hakijathibitika. Haleluya, haleluya, watu wangu wa huku. Haleluya, haleluya. Ninaamini tunaendelea kusikilizana, si ndio hivyo? Mnisamehe, yani mimi nitakuwa na wasahau hivi, lakini nitakuwa ninawarudia. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine mtakaa sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana kwenye maana ya imani, si ndio hivyo? Tumeelewana kwenye maana ya imani. Haya, nimesema mimi ni bora tujifunze kitu kadogo, lakini ukaelewe na ukafanyie kazi, kwa sababu kama mtu hauelewi maana ya imani, maana yake unakuwa una wasiwasi. Kwa sababu ukiwa hauna imani, maana yake una mashaka, unakuwa unaishi maisha ya wasiwasi. Hata kuhusiana na wokovu wetu, mtu kama, kwa sababu wokovu wetu tunaupokea kwa nini? Kwa imani. Tunaupokea kwa nini? Kwa imani. Maana yake kama haujaelewa maana ya imani, unaposema umemwamini Yesu Kristo, bado unamaanisha zile maana za imani ambazo unasema kwamba hauelewi, hauna hakika kama kweli Yesu ameshakwisha kukulipia deni. Hauna uhakika kwa kile ambacho kimefanyika wapi? Msalabani. Wakati Yesu mwenyewe alipokuwa msalabani, alipofika mwisho kabisa akasema imekwisha. Tetelestai, kwa lugha ya nini? Ya Kiebrania. Haleluya, 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 haleluya. Sasa msiseme haka katoto kameanza kuongea na Kiebrania, na nyinyi mkihubiri waga mnachanganya na Visukuma. Mniache na mimi nichanganye Kiebrania changu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema imani, maana yake tuna uhakika. Ndio maana wokovu wetu sisi ni wa uhakika, sio wa kubabaisha. Watu wengine ambao wanaokolewa sijui na mitume na mambo mengine, dini nyingine huko ambazo hazina uhakika na nini?
na imani yao na wokovu wao. Hawawezi kuwa na uhakika. Kwa sababu gani? Kwa sababu wokovu wao haupatikani kwa imani, unapatikana kwa nini? Kwa matendo. Ndio maana watu wengine wanajitahidi sana kufanya matendo mema, wakiamini ya kwamba matendo yao yatawaokoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wokovu wao haupatikani kwa imani, na wokovu wa matendo hauwezi kumwokoa mtu, kwa sababu umeshakwisha kushindwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa sisi ambao tunapokea wokovu wetu kwa imani, kwa maana ya Wakristo, ndio maana tuna uhakika na wokovu wetu. Ndio maana tukitembea tunaweza tukadunda, tunaweza tukajisifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu imani ni hakika ya kile ambacho tunakitarajia. Tunaposema ya kwamba pale tutakapokufa hatujafa, sisi ni wazima, kwa sababu Yesu atakaporudi atatufufua na tutaenda kumlaki mawinguni pamoja na yeye. Hilo ni jambo ambalo tunalitarajia, lakini sio kwa sababu tunasema hivi kweli atakuja au hatakuja. Tuna uhakika kabisa ya kwamba atakuja, kwa sababu ni imani. Haleluya, 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 haleluya. Mnaipata maana ya imani vizuri? Sasa somo linasema hivi, imani iletayo matokeo. Imani iletayo nini? Matokeo. Watu wengi sana, nimetoa maana nzuri hapa ya imani. Watu wengi tunashindwa kupata matokeo. Kwanza shida inaanzia kwenye maana ya imani. Kama unajua imani ni matumaini fulani, kama unajua imani ni kujaribu, maana yake haiwezekani kupata matokeo. Maana yake sasa, jambo la kwanza linalosababisha matokeo, au imani ambayo inasababisha matokeo. Maana yake kitu cha kwanza, kabla ya kujua vitu ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye imani hiyo, lazima uijue maana ya imani, na nimeshakwisha kukuelezea, si ndio hivyo? Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Usije ukawa na wewe kwenye kundi ambalo watu tu wanasema amina alafu hawaendi kufanyia kazi. Si unajua hao wapo wengi sana. Ukisema yani amina, umenielewa? Ndio. Amina sana. Piga kelele kama umenielewa. Amina, amina, amina. Ukijaribu tu kageuza kama hiki ukasema kwamba umenielewa nini? Ukampa mtu mmoja anasema watu shosha mshule yangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa sababu anachukia shule, lakini hajaelewa. Kwa hiyo anatafuta sehemu ya kufanyaje, ya kukwepa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa mimi sitamani wengine, mama zangu, muendelee kuishi maisha hayo tu ya kuendelea kuja kanisani kila siku, unarudi kama ulivyo. Unaenda sehemu fulani kwenye mkutano, unarudi kama ulivyo. Chukua kitu hata kama ni kidogo, fanyia kazi, halafu utayaona matokeo. Imani yetu sio bure. Imani yetu sio kwa ajili ya kujifurahisha. Mtume Petro alikwenda kumuuliza Yesu, akamwambia tumeacha vyote, tumekufuata wewe, sisi tutapata nini? Yesu akamwambia mtapata duniani na mtapata na mbinguni. Sasa wewe unaendelea tu kufurahia mambo fulani, unasema yani sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nitolee mfano. Kwa mfano magonjwa. Sisemi kwamba watu tusiumwe. Sisemi hilo. Sisemi hicho. Lakini kuna magonjwa mengine ambayo sisi wenyewe tunayajitakia, tunayafurahia, yani tunaona tu ni kawaida, wakati ni kitu ambako ungekatoa tu chapu kakafanyaje, kakaondoka, lakini unakafurahia hadi unaanza kusema yani hiki kichwa changu, yani umeshajimilikisha ka ugonjwa, unasema yani kichwa changu hiki mwe tu mnakiacha, kikianzaga kuuma waga ninafanya hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe umeumbwa ili wewe unaumwa kichwa. Umeokolewa ili uendelee tu kuumwa vichwa. Uwe na magonjwa yako ambayo umejikabizisha. Sisemi kwamba watu wanaumwa sijui nini, lakini ninachokisema ni kwamba kuna mambo mengine yanatakiwa yafanyeje, yakataliwe. Uyakatae, useme mimi ni mwana wa Mungu, ili sio jambo la kimwana wa Mungu, silitaki. Haleluya, haleluya. Imani ni hakika. Sasa kuna mambo kama matano, japo sidhani kama nitayataja yote. Kuna mambo kama matano ambayo yanasababisha au yanaleta matokeo katika imani. Yakiambatana na imani lazima yalete matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mangapi? Matano. Kama Mungu akinijalia nitayafikisha yote sawa, lakini ninavyoona sitafikisha. Nitayataja ambayo mtayapokea hayo na Mungu atawabariki. Hayo Mungu ndo atakuwa amekusudia myapate leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, imani lazima iambatane na matendo. Haleluya.
Imani lazima iambatane na nini? Na matendo. Imani lazima iambatane na nini? Watu wangu wa huku, imani lazima iambatane na nini? Amina sana, mnanibariki sana. Yaani nyinyi nashindwa hata niwaambieje. Siku nyingine nitahamia huku. Imani lazima iambatane na matendo. Ukisoma kitabu kile cha Yakobo sura ya 2, jambo hili limerudiwa mara nyingi sana. Sura ya 2 mstari wa 17 na mstari kama 26 pale. Yakobo anazungumzia swala la imani kuambatana na matendo. Maandiko matakatifu yanasema imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Sasa watu wengi, wapo watu ambao wanaelewa maana ya imani, lakini hawafanyii kazi kile ambacho wanakiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadhani imani ni uvivu, wanadhani imani ni kutokufanya jambo lolote, ni kukaa tu alafu mambo yanatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kulala tu alafu mambo yanafanya nini? Yanatokea. Watu ndio wanafikiri imani ndio hivyo, lakini sio kweli. Inasema imani isipokuwa na matendo imefanya nini? Imekufa. Kwa hiyo imani lazima iambatane na matendo ili ilete matokeo. Ninaposema matendo, maana yake imani inakuja na maelekezo. Unapoamini jambo fulani lazima likupe maelekezo ya kufanya. Kuna mtu mmoja alikuwa anatokwa na damu miaka 12, mama mmoja hivi. Aliposikia ya kwamba Yesu anapita katika ule mtaa, akaamini. Lakini alivyoamini hakukaa akasema sasa nimeshakwisha kuamini, inatakiwa nipone. Hapana. Imani ikamtuma aanze kumtafuta Yesu, akaguse nini? Pindo lake, akashike nguo yake. Hayo ni maelekezo, hayo ni matendo yanayotokana na nini? Na imani. Kwa hiyo alipoanza kufanya yale matendo mpaka akamfikia Yesu, alipomgusa Yesu akasema kuna nguvu imenitoka. Wakasema hao watu wengi wamekugusa, akasema hapana, mimi ninaongelea kuna mtu amenigusa tofauti, nguvu imenitoka. Yuko wapi? Niko hapa, nimepokea uponyaji. Yesu akamwambia kwamba ulivyonishika ndio kumesababisha uniponye. Akasema imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alielewa kabisa ya kwamba amechukua hatua kweli, lakini kilichomsababisha kupona ni imani. Maana yake imani inapoambatana na matendo lazima ilete matokeo. Haleluya. Haleluya. Huwezi kusema kwamba ninamwamini Mungu mwaka huu nivune magunia 100 alafu ukalima kashamba kaivi kadogo tu kasema, yani hiyo sio imani, huo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutofautishe muujiza na nini? Na imani. Na muujiza sio mfumo wa Mungu wa maisha. Huwezi kuishi kila siku kwa miujiza. Mungu anapoona mambo hayaendi ndipo anapoamua kuingilia kati, ndio unaitwa muujiza. Kwa hiyo wana wa Israeli hawakuendelea kuishi miaka yote kwenye miujiza tu, wanashushiwa mana. Hapana. Ilipoisha kile kipindi cha jangwani, waliendelea kupiga kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliendelea kuamini wakifanya na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Hawakusema tu kwamba sasa sisi tunasubiri tu mambo yashuke, tunamwamini Mungu vitu vishuke. Haipo hivyo. Kwa sababu mfumo wa Mungu ni watu kufanya kazi, sio mambo ya muujiza. Muujiza ni pale tu. Sisemi kwamba miujiza haipo, miujiza ipo. Lakini muujiza ni pale Mungu anapoamua kuingilia kati. Jambo aliendi linavyotakiwa, Mungu anaamua kuingilia kati kukusaidia. Sio kwamba kila siku wewe ndo maisha yako tu unaomba, mimi napokea, nataka hiki, nataka hiki, haufanyi chochote, hautakipata hata kimoja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo imani yetu lazima iambatane na nini? Iambatane na matendo. Hiyo ni pointi ya kwanza. Imani yetu lazima iambatane na matendo, ndipo italeta matokeo. Haleluya. Unaweza ukawa labda umesumbuliwa na magonjwa muda mrefu, unasema yani mimi gonjwa ile waga aliponi, nimeenda sikifa ilime. Wakisema jamani tunaombea wagonjwa, hauendi. Unataka uponeje sasa? Wakisema jamani kuna jambo fulani hivi na hivi na hivi, hufanyi. Wanasema jamani kuna mfungo wa kanisa sijui kuna nini, hufungi. Sasa wewe unataka kufanya matendo gani? Unataka kufanya nini ili upone? Unataka tu Mungu akutokee chumbani kwako akuponye? Utachelewa. Haleluya. Utachelewa kupokea kile ambacho unatakiwa kukipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili. Ninaenda haraka haraka.
Niko vizuri eh? Tunaelewana? Jambo la pili, imani lazima itokane na neno la Mungu, ndipo italeta matokeo. Imani lazima itokane na neno la Mungu. Imani lazima itokane na neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Ninaposema imani lazima itokane na neno la Mungu, ukisoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 kinasema chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Kristo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani ili ilete matokeo haitakiwi kutokana na habari nyingine. Haitakiwi ujengewe imani na stori za mitaani na vijiweni. Hapana, lazima ujengewe kutoka kwenye neno la Kristo. Haleluya. Sasa ninaposema neno la Kristo, ngoja niingie ndani kidogo tu, sitaingia ndani sana kwa sababu ya muda wetu. Ninaingia ndani kidogo tu. Ninaposema neno la Kristo au kitabu cha Warumi kinaposema neno la Kristo, kuna aina kama 3 za neno la Kristo. Nitataja kama 2. Sasa nimejaribu kutafuta Kiswahili chake, nimezunguka nimekikosa. Kwa hiyo tutatumia maneno haya ya Kisukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kwanza ni lema. Wasukuma tumeielewa hiyo? Sasa hiki ni Kisukuma cha ndani. Aina ya kwanza ya neno la Kristo inaitwa rema, na aina ya pili inaitwa logos. Ninaposema logos, maana yake ni nini? Maana yake ni kile ambacho kimeandikwa kwenye maandiko matakatifu, ambacho kiko katika mfumo wa nini? Wa kuandikwa. Kile ambacho tunacho hapo kwenye vitabu 66, hicho ndicho kinaitwa logos. Kwa hiyo ninaposema kwamba imani lazima itokane na neno la Kristo, maana yake ni kwamba lazima itokane na Biblia inasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili upate imani lazima ujue kile ambacho Biblia inafundisha. Kama hauelewi, hiyo imani haiwezi kuleta matokeo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anajibu yaliyo mapenzi yake. Hajibu kile ambacho wewe unakitamani, anajibu kile ambacho yeye anakitaka kitokee. Na kile ambacho anakitaka kitokee huwezi kukielewa pasipo kulielewa neno la Mungu ambalo linapatikana kwenye maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unajua kile ambacho neno inakisema, hauwezi kuteseka, hauwezi kuzunguka kwa sababu unajua kabisa ya kwamba Mungu ameshakwisha kusema ya kwamba mimi ni mshindi zaidi ya washindi. Mungu ameshakwisha kusema hiki na hiki na hiki hakina mamlaka katika maisha yangu. Maana yake unapata imani kutoka katika lile neno, na kama kitu hicho kinakusumbua kinaondoka. Matokeo yamepatikana. Haleluya, haleluya. Kitu cha pili nimesema ambacho ni neno la Kristo ni kitu kinaitwa lema. Lema ni yale maneno ambayo hayatoki kwenye kitabu au hayatoki kwenye Biblia. Tunafahamu ya kwamba Mungu wetu anaongea na sisi, si ndio hivyo? Wakati mwingine anaongea na sisi kupitia ndoto, wakati mwingine anaongea na sisi kupitia sauti, wakati mwingine anaongea na sisi kupitia watu mbalimbali. Anaweza akaongea na wewe kupitia wachungaji, anaweza kuongea na wewe kupitia rafiki yako, anaweza kuongea na wewe kupitia mtu yoyote yule. Hata sasa hivi hapa ninapoongea, manake ni Mungu anaongea na wewe kupitia mimi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ndio inaitwa lema. Kwa hiyo hilo nalo ambalo ninakupa, nalo kueleza, linaweza likakujengea imani. Maana yake unaposikiliza maneno yangu, maneno haya ni uzima. Ndio maana Yesu alisema anachokiongea sio maneno ya kawaida, lakini ni uzima. Anaachilia uzima. Haleluya. Kwa hiyo hii lema maana yake inakuletea nini? Inakuletea imani, na hiyo imani ukilisikiliza vizuri likakujengea imani, litakuletea matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wangu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawafurahia sana. Yaani mmenisikiliza vizuri, safi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hao watu wako vizuri sana. Kwa hiyo kitu cha pili ni hicho. Lazima imani itokane na neno la Mungu, ndipo itafanya nini? Italeta matokeo. Kitu cha tatu. Hiki kitakuwa cha mwisho. Ninaona muda umeshaanza kuniacha. Kitu cha tatu. Imani yenye matokeo lazima iambatane na kumtegemea Mungu na sio kutazama mazingira. Lazima iambatane na kumtegemea Mungu na sio kutazama mazingira. Haleluya, haleluya. Nimesema hili ndio jambo langu la mwisho. Kwa hiyo nitakaa kidogo hapa niwasimbie kidogo vitu viwili vitatu. Niseme kwa mapana kidogo, alafu tusimame tufunge, tumuombe Mungu kidogo kwa dakika chache, tutakuwa tumeshamaliza. Haleluya. Haleluya. Ninasema imani ya kweli ambayo inatakiwa ilete matokeo lazima ifanye nini? Iambatane na kumtegemea Mungu na sio kuangalia mazingira.
Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 14, nadhani kuanzia mstari wa 28 inaongelea habari ya Petro. Petro alipomwona Yesu anatembea juu ya maji, akasema kama kweli wewe ndiye Yesu, niite na mimi nitembee. Yesu akamwambia ni mimi Yesu mwenyewe, anza kuja. Petro akaanza kutembea juu ya maji, akatembea kabisa, akawa anatembea kwa sababu alikuwa amemwamini nani? Ameliamini lile neno lililotoka kwa nani? Kwa Kristo. Maana yake likampa matokeo, akaweza kutembea juu ya maji. Lakini bahati mbaya akacheke kulia, akacheke kushoto, akaanza kuona mawimbi yanakuja, anaona upepo unazidi, anasema mbona kama haya mawimbi? Ndio mazingira ninayoyaongelea sasa. Maana yake imani ya kweli ambayo inatakiwa ilete matokeo, haitakiwi wewe utazame mazingira anasema nini. Usiseme kwamba kwa sababu mimi nimezaliwa kijijini siwezi kufika popote pale. Hayo ni mazingira yanakudanganya. Imani haisemi hivyo. Haleluya, haleluya. Kwani mimi sijazaliwa kijijini jamani? Simezaliwa kijijini. Sasa tena nilikuwa mpole, ambao wananijua mimi nilikuwa siongei zamani, wanasema aka katoto yani waga nikakimya tu, lakini sasa nilipoelewa mambo ya imani, mbona ninaongea sasa hivi? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amina. Kwa hiyo imani haitakiwi kutazama mazingira. Petro alipoanza kutazama tu mazingira, nikasema mbona kama kuna upepo, haikuchukua dakika akazama, akasema ninaangamia. Yesu akamwambia wewe acha ujinga, chomoka, hebu rudi huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu alitazama mazingira yanasema nini, aliangalia kile ambacho mazingira yanaongea. Yaani alianza kutazama akasema sisi kwetu angalia wote hawajasoma, sasa mimi nitawezaje? Akaanza kutazama akasema yaani kwetu wote uko wetu aga ndo huko hivi wote lazima waumwe wote, na yeye akasema kwa hiyo na mimi lazima nitaumwa. Mazingira yamemdanganya. Imani haisemi na wewe utaumwa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo imani ambayo inazungumziwa kwenye Biblia haizungumzii kutazama mazingira yanasema nini, lakini inazungumzia kutazama kile Mungu alichokisema. Mungu anasema kuhusiana na magonjwa ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Anasema ya kwamba yeye alichukua masikitiko yetu. Anasema kwa kuchubuliwa kwake sisi tunafurahia. Anasema ukisoma kile kitabu cha Isaya sura 53 utaona kile ambacho kimeletwa na kazi ya msalaba. Mambo mengi yanaelezewa kile ambacho kimeletwa na kazi ya msalaba. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 inasema tuliomwamini Yesu Kristo tumefanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Ukiendelea kusoma maandiko matakatifu kwenye kile kitabu cha Wakorinto, Mtume Paulo anasema ya kwamba tuliomwamini Yesu Kristo tumefanyika kuwa viumbe vipya, ya kale yote yamepita. Ndicho ambacho Mungu anakisema. Maana yake hicho ndio kinatakiwa kijenge imani yako. Haitakiwi imani yako ijengwe na mambo yale ya zamani. Imani yako inatakiwa ijengwe na upya wako ndani ya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena kwenye mazingira hii watu inawaua sana. Watu wanatazama mazingira, sasa sisi ni wa vijijini tu, haya tuwezi fanya hiki, tuwezi fanya hiki. Jamani watumishi wa Mungu, imani haisemi hivyo. Yaani hayo ni mazingira yanakudanganya, na mazingira ni shetani. Shetani ndio anatumia mazingira kukudanganya, kukuonyesha wewe ni mdogo, kukuonyesha. Ningekuwa mimi natazama mazingira sinishi, ningeweza kuhubiri hapa. Ningeweza kuhubiri mbele ya wachungaji hapa. Mazingira si yanakataa. Yanasema kuna mchungaji kaenda theology hapa, mimi sijaenda. Mazingira yanasema hapana, uwezo ukahubiri. Lakini imani inasema unaweza. Haleluya, haleluya. Ngoja nikupe story moja hapa ya kumalizia. Mkutano ambao tumefanya hapa. Nilikuja hapa muda mrefu sana kabla ya kuja kwa mkutano huu. Niliwahi kuja hapa Jumapili. Sidhani kama anakumbuka watu hapa. Anakumbuka pale. Niliwahi kuja siku moja tu asubuhi, nilikuja asubuhi kabisa nikawahi hapa. Nikafika hapa sikukuta hata mtu. Ibada ilikuwa ijaanza, nikaanza kuimba, nikaanza kutamka. Imani lazima pia unaitamkia. Ndio maana Yesu anasema ukitamka mlima huu uame, utaama na utaenda kabisa huko. Akasema tupe huko. Nikaanza kutamka hapa, nikasema hapa kutakuwa na mkutano. Nikasema hapa mambo lazima yafanyike. Nikasema hapa shetani lazima apate shida. Zamani mwaka umeshapita huko, lakini alikuja akafanya nini? Yakatokea. Ni mambo ambayo nilikuwa ninayatarajia, lakini kwa sababu niliyaamini na mwenyewe akafanya nini? Yakatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningeweza kukuambia mambo mengi sana ambayo nimeyafanya mimi kwa imani, maana yake kwa uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya muda wetu tunaweza tukasimama wote juu alafu tukaimba kidogo alafu
tukamshukuru Mungu na tukaomba.